Habari za wakati huu mpendwa msikilizaji, ni kukaribishe tunapoendelea na mwendelezo wetu wa mfululizo wa vipindi vya Game la Pesa. Katika kipindi kilichopita tulifanikiwa kuweza kujifunza aina tatu za vipato. Na katika aina hizi tatu za vipato tukaona kwamba kuna aina ya kwanza ambacho ni kipato cha kulipwa. Na hichi kipato tulifanikiwa kuweza kuona kwamba ni kipato ambacho unakipata baada ya wewe kuweza kufanya kazi. Unafanya kazi, yani unabadilishana muda wako. Ukisha wekeza kwenye muda wako ulio nao kwa kufanya kazi, yule ambaye umemfanyia kazi kwa kutumia muda wako, yeye anakulipa fedha, anakulipa kipato. Unaweza ukawa unaingia kufanya kazi asubuhi, anakulipa kipato jioni. Unaweza ukawa unaingia kufanya kazi kwenye shamba lake asubuhi, jioni anakulipa fedha. Kwa hiyo ni fedha ambayo watu wanaingiza kwa kuweza kuifanyia kazi. Wapo wale ambao wanafanya vibarua na vitu kama hivyo. Ni aina ya kwanza ya kipato. Aina ya pili ya kipato tukaona ni kipato ambacho si cha moja kwa moja, yani ukifanyia kazi wewe. Na hichi ndicho nikasema, mpendwa msikilizaji, ninakusihi na kukuhimiza katika maisha yako, jitahidi utengeneze kipato cha aina hii. Kinaitwa passive income. Kile cha kwanza kinaitwa active income. Yani ni lazima uwe active ili uweze kukiingiza. Ukiugua hakiwezi kuingia. Wataalamu wanaita active income. Yani ni kipato hai. Kinahitaji wewe ufanye kazi, utumie nguvu zako ili uweze kuingiza kipato. Ukiugua nacho kimeugua. Aina hii ya pili ya kipato ambacho mpendwa msikilizaji ninakusihi sana ujitahidi wewe uanze kuingiza aina hii ya kipato, ni kipato ambacho si cha moja kwa moja. Jana nilikizungumzia vizuri. Kipato cha aina ambacho si cha moja kwa moja ni kipato cha aina gani? Ni kipato ambacho unaingiza fedha bila wewe kuweza kutumika. Hautumii muda wako, hautumii nguvu zako. Unatumia muda wa wengine, unatumia na nguvu za wengine, lakini unaingiza kipato. Sasa hichi kinakuaje? Ni kupitia kumiliki vitu ambavyo vinaitwa assets. Assets ni nini? Tulisema kwamba kuna assets, kuna liabilities. Assets ni kitu ambacho kinakuingizia pesa mfukoni, na liabilities ni kitu ambacho kinakukwangua au kinakutoa au kinakausha pesa katika mfuko wako. Na tumekuwa tukijifunza mara kwa mara kwamba jitahidi unapopata kipato katika maisha yako, jitahidi kukusanya assets. Unapokusanya assets utafikia hatua utakuwa haufanyi kazi, ila assets zako zinaendelea kukuingizia kipato. Leo tutaendelea kuzungumza vizuri kwa habari hii ya kipato cha aina ya pili, kipato ambacho sio cha moja kwa moja. Lakini tukaona aina ya tatu ya kipato ni pesa ambazo unaziweka kwa faida. Ni pesa ambazo unaziweka kwa faida. Japokuwa hii inahitaji utaalamu zaidi. Kuna wale ambao wanasema nenda kawekeze pesa benki, kaweke kwenye fixed deposit, baada ya muda fulani utakuja kupata faida. Sasa wataalamu wanaita kwamba hizi ni paper assets. Yani ni assets ambazo ni asset ambazo hauzigusi moja kwa moja kama mashine au nini. Ni asset ambazo zipo kwenye makaratasi. Kuna wengine aina hii ya tatu ya kipato, kuna vitu vingine vinaitwa vitu kama hisa, kuna vitu kama riba, yani pesa zako unaziingiza katika mchakato ambao baadaye utapata faida kupitia riba na vitu kama hivyo. Japo hili nalo lina mgongano wa kiimani. Kuna wale ambao imani yao haiwaruhusu kuweza kuwa na vitu kama hivyo vya riba na vitu kama hivyo. Hata maandiko matakatifu yamezungumzia sana habari ya riba. Sasa sina haja ya kuweza kuzungumzia zaidi kwa sababu sasa hivi ninazungumzia habari ya Game la Pesa. Kwa hiyo ni aina ya tatu ya kipato, wataalamu wanaita portfolio income. Sasa siku ya leo tunaingia kwenye kipengele kingine. Nimetumia muda kuzungumzia aina hizo za tatu za vipato. Kama ukusikiliza kipindi cha jana, mpendwa msikilizaji, inaweza ikakusaidia. Jitahidi kuweza kuhakikisha kwamba unaingiza aina ya pili ya kipato, yani passive income, kipato ambacho si cha moja kwa moja. Hufanyii kazi wewe, ila una assets zako zinakuingizia kipato, either ufanye kazi au usifanye kazi. Hata ukiugua fedha zinaendelea kuingiza. Asubuhi ya leo ninaenda kuzungumza kipengele kingine ambacho nimeipa kichwa kinachosema kusave
au kuweka pesa sio ushindi katika game la pesa. Kusave au kuweka pesa, kutunza pesa sio ushindi katika game la pesa. Katika game la pesa leo kumekuwa na wazo ambalo limekuwa likitolewa sana. Na wazo hilo ni kwamba save pesa. Pesa, ukipata pesa bwana, tunza pesa. Tunza pesa, maana matumizi ishi chini ya matumizi yako, ishi chini ya matumizi hapo, ishi chini ya matumizi yako. Hapo utaondokana na matatizo ya kifedha, utashinda kwenye game la pesa. Sasa asubuhi ya leo nataka nikuambie mpendwa msikilizaji, katika game la pesa, kutunza pesa sio ushindi kwenye game la pesa. Kutunza pesa sio suluhisho pekee la kuweza kuondokana na matatizo ya pesa. Kwa nini? Kwa nini? Suluhisho ni kuweza kununua vitu vya muhimu na vitu vya msingi ambavyo vitakuingizia pesa. Na ndio maana nimekuwa nikisema, mimi sisisitizi usave pesa, ila nimekuwa nikisema ununue asset. Kwa nini nimekuwa nikisema ununue asset? Ni kwa sababu katika uchumi tulionao, uchumi ambao tumeufikia leo ni aina ya uchumi ambao kila kitu kimeundwa kuweza kuchukua pesa yako mfukoni. Na ndio maana usipokuwa makini, unapoingiza tu pesa leo, usipokuwa makini, ukicheka na nyani utavuna mabua. Yaani usipokuwa makini, ukicheka na wajanja watavuna pesa yako, afu wewe utaishia kuvuna mabua. Sasa leo unapotoka tu nje ya mlango wako hapo nyumbani, unapotoka tu nje ya mlango wako asubuhi baada ya kuamka, unakutana na watu ambao, unakutana na aseti za watu, unakutana na aseti za wenzako ambazo zimetengenezwa na wamezikusanya kwa ajili ya kuweza kuzivuna pesa zako. Kumbuka tulisema asset ni kitu kinacho kuingizia pesa mfukoni, na liability ni kitu kinacho kutoa pesa mfukoni. Sasa unisikie kwa makini. Asset kwako, asset ambayo utaimiliki wewe, kwa mwingine ni liability. Yaani kitu utakachotengeneza wewe kikuingizie pesa, kwa huyu mwingine ni liability. Atahitaji aweze kutumia pesa ili aweze kukipata. Kwa hiyo kitamtoa pesa ziweze kuingia kwako. Sasa ukitoka tu nje, uchumi wa leo ulivyotengenezwa, wengi wamewekeza, wana asset zao. Na hizo asset usipokuwa makini na wewe ukapata asset zako, utajikuta kwamba maisha yako yote unaishia kuweza kuwaingizia pesa wengine. Hata kama kuna pesa ambayo wewe unaiingiza, tena iwe ni kipato cha aina ya kwanza, kile ambacho tumesema unakifanyia kazi, ukisha kiingiza tu unakuta haukai na hiyo pesa imeenda kwa wengine. Kwa nini? Kwa sababu wenzako wajanja wamejikusanyia asset. Kwa hiyo unapotoka tu kwenda katika shughuli zako, wenzako tayari wameunda vitu vya kuweza kuchukua pesa zako mfukoni. Kwa mfano, unapotoka tu hapo unapanda bodaboda. Ile bodaboda ni asset ya mtu. Alipata pesa, na kwa sababu ana akili, anajua pesa sio mwisho wa matatizo, akanunua kitu ambacho kinamuingizia pesa. Kwa hiyo akanunua bodaboda. Ile bodaboda kila siku mwenzako inamuingizia pesa. Sisemi usipande bodaboda, hapana. Kuna matumizi ya msingi katika maisha, lakini hayo matumizi ambayo unatumia, kumbuka ni mwingine ambaye alitumia akili, akatumia na muda kuona kwamba nitazikwapua vipi pesa za watu kihalali, machoni pa watu na machoni pa Mwenyezi Mungu, au machoni pa Mungu. Ninatakiwa nitengeneze huduma ambayo itakuwa inawakwangua watu pesa taratibu. Yaani ninasuluhisha matatizo yao, lakini nao wananipatia pesa. Ukitoka utakutana na maduka, unahitaji sukari, unahitaji peni, unahitaji nini. Hilo duka ni asset ya mwenzako. Na hiyo asset ya mwenzako, yeye alipopata pesa hakushikilia wazo kwamba hizi pesa sasa zinatakiwa ni save. Ila alitumia pesa zake kwa ajili ya kuweza kununua
vitu vya msingi ambavyo vinaweza kuendelea kumuingizia pesa. Sasa kwa uchumi kama huu, kuna kitu kinachoitwa mporomoko wa kiuchumi. Yaani kuna kitu kinachoitwa kushuka kwa thamani ya pesa. Kuna kitu kinachoitwa ongezeko la kodi. Leo kuna kodi kila kona ambazo zinaongezeka kila siku. Sisemi usilipe kodi, unatakiwa uweze kulipa kodi. Lakini ninachotaka kusema ni nini? Katika aina hii ya uchumi ambao tumefikia, mtu ambaye anasevu pesa, mtu ambaye anatunza pesa, ni mtu ambaye anaelekea kushindwa kwenye game la pesa. Kinyume chake, watumiaji wa pesa ndio washindi kwenye game la pesa. Sasa ninaposema hili kwamba watumiaji ndio washindi katika game la pesa, ninamaanisha kwamba watu wanaojua namna ya kutumia pesa zao, yani katika sehemu sahihi na katika uwekezaji au biashara sahihi, ndio watu wanaofanikiwa, sio watu wanaosevu pesa au kutunza pesa. Na ndio maana ninasema watumiaji wa pesa ndio washindi, na wanaoweka pesa ndio wanaoshindwa katika game hili la pesa, katika mfumo huu wa uchumi. Sasa ni kwa vipi kusevu pesa unashindwa, na ni kwa vipi kutumia pesa unashinda? Naomba nirudie kwa kuzungumzia kidogo, ni kwa vipi watu wa tabaka la kati hutumia pesa. Sasa mtu wa tabaka la kati, hapa tayari kuna mawazo mawili tofauti. Kwanza, tunza pesa; pili, tumia pesa. Na mimi nakwambia asubuhi ya leo, mpendwa msikilizaji, tumia pesa. Lakini najua kwenye akili za wengi wanaanza kusema kutumia pesa tayari ni kuelekea kwenye kufilisika. Shida inakuja wapi kati ya hizi dhana mbili, kutumia pesa na kutunza pesa? Shida inakuja wapi? Shida inakuja katika ninachomaanisha kwa kusema tumia pesa, na wengine wanachomaanisha kwa kuelewa namna ya kuweza kutumia pesa. Kwa hiyo shida inakuja hapo, ninachomaanisha na kile ambacho wengine wanakielewa na wanamaanisha wanaposema kutumia pesa. Kwa hiyo shida sio kutumia pesa, lakini ni dhana potofu ya utumiaji wa pesa. Kwa watu wengi, kutumia pesa inamaanisha kununua vitu kama nguo, TV, magari, kujivinjari, kwenda kunywa pombe, kununua pipi, bablishi, kununua sigara na vitu kama hivyo. Na juu ya haya kuna matumizi mengine. Kuna chakula, kuna matumizi ya afya, huduma za afya, alafu kuna matumizi ya kulipia nyumba, kulipia umeme, kulipia maji. Kwa kifupi, kuna matumizi yanayolenga kwenye mahitaji ya muhimu, mahitaji ya msingi, yani chakula, malazi. Chakula, nguo, malazi. Sasa katika kutumia pesa, unatakiwa ujue vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuvifanya. Unajua kuna watu wengi wanatumia pesa, kuna mahitaji ya msingi na kuna mahitaji yasiyo ya msingi. Na shida, watu wengi wanatumia pesa vibaya kwenye mahitaji yasiyo ya msingi. Na ndio maana ninaposema kusevu pesa, kutunza pesa sio ushindi, bali kutumia pesa ndio ushindi. Hao ambao wanaelewa kwamba kutumia pesa ni kutumia kwenye mahitaji ambayo sio ya msingi, watapingana na mimi, kwa sababu wanadhana potofu kuhusiana na utumiaji wa pesa. Na ndio maana kwa wengi sasa, ukifuatilia utagundua kwamba taarifa yao ya pesa iko hivi. Taarifa yao ya pesa iko hivi: anafanya kazi, akishafanya kazi inaingia kwenye liabilities alizo nazo. Kumbuka tulisema liabilities ni kitu kinachotoa pesa mfukoni. Kwa hiyo ana orodha ya liabilities nyumbani kwake. Ana TV, ameweka kingamuzi, sawa. Ana gari analotumia kwa ajili ya kuweza kutembelea, pamoja na vitu vingine ambavyo siwezi nikaviorodhesha. Lakini ana kitu kingine kinaitwa simu, smartphone.
Smartphone leo imekuwa ni liability nzuri sana kwa watu, inawakwapua pesa. Kwa hiyo akiingiza pesa anahitaji kila siku hakikishe kuna kifurushi cha internet, pesa zinamtoka. TV yake anatakiwa hakikishe kwamba amenunua kifurushi cha kujaza kwenye kingamuzi, pesa zinafanya nini? Zinatoka. Ana friji, anaweka vinywaji ambavyo sio vya muhimu kunywa. Kwanza kunywa vitu kiafya, unatakiwa unywe vitu ambavyo vipo kwenye joto la kawaida ili unaolifahamu. Pesa zinamtoka mfukoni, anatakiwa aweze kulipia umeme. Kwa hiyo huu ndio mtiririko wa pesa kwa watu wa tabaka la kati. Yaani anaenda kazini, anakusanya mshahara, baada ya kukusanya mshahara ananunua vitu ambavyo sio vya msingi, vitu ambavyo vinaendelea kumkwangua pesa mfukoni. Sasa wale ambao wanaelewa maana hii ya kutumia pesa, wanaoelewa maana hii ya kutumia pesa, ndio wale ambao wanaleta wazo na kukuambia kwamba bwana, unatakiwa uweze kusave pesa ili uweze kushinda katika game la pesa. Kwa hiyo kwa sehemu wanaoelewa namna hii ya matumizi ya pesa, yani matumizi ya msingi lakini zaidi kwa vitu ambavyo sio vya msingi, huyo akikwambia save pesa au tunza pesa, anamaanisha kile anachokisema. Lakini mimi simaanishi hivyo. Ninaposema tumia pesa, ninachomaanisha tumia pesa kununua assets. Na ndio ujanja katika game la pesa. Unapoingiza pesa, wewe unatakiwa uweze kununua assets, yani vitu vinavyoingiza pesa. Kwa mfano, nimalizie na kuzungumzia mfano mmoja. Nina rafiki yangu ambaye tunafanya naye shughuli mbalimbali za ujasiriamali. Yeye anatengeneza mashine mbalimbali, mashine za kutengeneza sabuni, mashine za kutotolesha vifaranga, mashine za kuoka mikate, yani kukanda mkate, kuumua mkate pamoja na kuchoma mkate, kuoka ule mkate. Sasa huyu rafiki yangu siku moja nikaamua nikasema sasa ninanunua mashine kwa ajili ya kuweza kutotolesha vifaranga. Na ni miongoni mwa shughuli ambazo nimekuwa nikifanya, kutotolesha vifaranga vya aina mbalimbali. Vifaranga sio vya kisasa, sana sana vifaranga ambavyo ni chotara, wale ambao tunawaita kuku chotara, kama kuku wa Kenya, kuna kuku wa Malawi na kuku aina hiyo, na vifaranga vya kienyeji. Kwa hiyo baada ya kununua ile mashine, baada ya kuweza kununua ile mashine, ilikuwa ni kiwango tu fulani, siwezi kusema fedha za kutosha sana, ilikuwa ni fedha ya kawaida, milioni 1.7. Hii mashine inaingia mayai 150. Tunajaribu kuweza kuangalia namna unavyoweza kutumia pesa kwa kununua vitu ambavyo vitaendelea kukuboost kimapato. Baada ya kuweza kununua hii mashine, inaingia mayai 750. Inaingia mayai 750. Kwa hiyo kila baada ya wiki 3 hii mashine huwa ninaingiza mayai. Sasa ninapoingiza haya mayai, nikiingiza haya mayai 750, utapiga hapo ni tray kadhaa. Zile tray ninaziingiza. Nikisha ziingiza zile tray kwenye mashine, mayai 750 ni tray 25. Kila tray ya mayai bei zinatofautiana, lakini mimi huwa naingiza kwa shilingi 300,000. Kumbuka hiyo mashine nilitumia pesa kununua milioni 1.7. Nikaongeza tena nikaingiza tray 25, ni 300,000 nimegharamia. Kwa hiyo baada ya kuweza kuingiza hizo tray, mwisho wa wiki 3 ninachopata ni nini? Nimeingiza mayai ambayo ni ya shilingi 500. Baadaye mimi ninakuja kutoa vifaranga ambao kila kifaranga ni shilingi 2500. Kwa hiyo nikishaingiza hivyo vifaranga, baada ya kuja kuuza, wastani mayai yatakayototolesha, vifaranga vitakavyotoka ni 550. Ndio wastani ambao huwa unacheza hapo. Unaweza ukawa zaidi au kuna wakati unaweza ukapungua zaidi. Kwa hiyo utakuja kugundua katika mayai 550 mara shilingi 2500, ninakuja kupata milioni 1,375,000. Hichi ni kipato ambacho sio cha moja kwa moja.
sijakifanyia kazi, mashine imefanya kazi, imetumia nguvu yake, kwa hiyo ninaingiza hicho kipato. Nikija kukata na makato yote, umeme sijui na nini, na kuja kujikota na faida ya fedha isiyopungua milioni 1. Kitu ambacho sijakifanyia kazi, nimekaa, lakini hiyo pesa inaingia. Ndicho tunaita passive income, kipato ambacho si cha moja kwa moja. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo ninamalizia kwa kukuambia, acha kutunza pesa, nunua vitu vya msingi. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyofuata. Kumbuka ulikuwa nami mwezeshaji wako wa Game la Pesa, Petro Tumaini. Namba ya simu 0754 20 20 21. Asubuhi njema.